watazamaji na wasikilizaji wa TV zako pendwa Wholeness TV Tanzania pamoja na ndugu Moffat. Mimi ni ndugu Moffat, niko na Bishop wa Kevin Stefano Nicodemus. Bishop, wa habari za jioni? Nzuri, karibu sana. Asante sana. Leo tuko kwenye session ya maswali na majibu kutokana na mafunzo mbalimbali ambayo umeyatoa. Ndio. Tutaanza na video hii ambayo imepostiwa tarehe 11 mwezi wa 4 2025. Ndio. Kwa maana siku ya leo hii tunarekodi tarehe 11. Ndio. Kuna baadhi ya comment hapa, tutaanza kupitia haraka bila kupoteza muda. Ndio. Kwanza, somo lilikuwa lina kichwa cha habari Mtume Muhammad alikuwa na dhambi. Ndio. Yesu hajawahi kutenda dhambi. Je, nani tumfuate? Ndio. Na nakumbuka mwanzoni mwa somo hili ulianza kwa kumuelezea rafiki yako Kipende. Ndio. Kuna jambo alikushauri. Tukumbushe kidogo, Kipende alikushauri, alitaka kukushawishi jambo gani? Sio mara moja, sio mara mbili, amekuwa akiniambia kwamba wewe ukiingia kwenye Uislamu bwana unapendeza sana, wewe unajua vitu vingi, kwa hiyo itakuwa nikawa namwambia majibu yangu kwamba siwezi kuingia huko kwa sababu kiongozi ambaye nataka nimfuate alikuwa na dhambi na amekufa na dhambi zake. Na ndio maana nikawa namwambia Kipende, ndio maana mara nyingi kwenye kila shughuli zenu utasikia tumswalie mtume. Mnamswalia kwa nini? Mtu akitaka kujikwaa tumswalie, akienda msikitini, sijui akienda kwenye kuzika tumswalie. Lakini kama namwambia, mmekuwa mkisema rehema na amani ziwe juu ya kiongozi wa umma. Rehema maana yake ni huruma. Ninaposema jamani mtu tumuhurumie, maana yake anateseka, ndio maana ahurumiwe, maana yake yuko kwenye hali mbaya. Definitely. Kwa hiyo rehema na amani maana yake ahurumiwe, na amani maana yake hana amani huko aliko. Kwa hiyo nikasema siwezi kumfuata. Ndio. Namfuata Yesu kwa sababu yeye hajawahi kutenda dhambi hata moja, na hakuna kitabu chochote kinachomwonyesha kidole kwamba Yesu ana dhambi. Ndio. Na nafikiri wasikilizaji na watazamaji, hiyo ni overview ya kile ambacho kilifundishwa kwenye lile somo ambalo tumelisema. Sasa bila kupoteza muda, tunaye ndugu mmoja alikuwa anaitwa Mahashala Hashbaz. Masaa 3 yaliyopita kutoka sasa ni saa 2 dakika 8 usiku, tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2025. Huyu alicomment kwa kusema Kuthman ibn Abdi Arat. Mimi si mtu wa lugha hii sana, kwa hiyo najaribu kuitamka kama ilivyo. Aka Muhammad ibn Abdallah. Hii haifundishwi waziwazi. Kwa nini Muhammad alipasuliwa kifua? The Book of Hayat Muhammad, page number 8. Kuthman ibn Abd Arat aliitwa jina hilo mpaka alipofika miaka 40. Akapasuliwa kifua na kutolewa uovu uliokuwa nao, maana yake anamaanisha aliokuwa nao. Ndipo akaanzwa kuitwa Rasul Muhammad ibn Abd Allah ibn Muttalib, Kuleishi wa Makuleish. Akacheka. Qur'ani inasemaje kwa habari ya Allah subhanahu wa ta'ala naye kuswali? Inna Allah wa malaikatihi swalihina unabi. Kwa hakika Mwenyezi Mungu na malaika zake wanaswalia Nabii Muhammad. Ndio. Allah naye anaswali, sijui anamuomba nani hapo chacha. Huyu bwana amecomment, naona alikuwa anapigilia. Hebu karibu utoe comment zake. Ndio. Kwanza huyu anaelewa anachokiongea, na nafikiri alikuwa ananukuu 33:56 Qur'ani ambayo inazungumza Allah pamoja na malaika wanamsalia Muhammad, na hilo limekuwa kwa swali, wanamsalia, wanamuombea kwa nani? Na hili swali limewahi kuhoji katika mdahalo fulani, nikawa namswalia nani? Yani Allah anamswalia Muhammad, anamuombea kwa nani? Na malaika wanamsalia. Lakini jambo jingine ni kweli Muhammad alikuwa na dhambi kwa mujibu wa 47:19 Qur'ani, na hilo jambo ni kweli, na kwa sababu Allah ndiye aliyesema, na hakuna Muislamu yeyote ambaye anaweza kubisha. Na ikiwepo hoja ya kusema kwamba Muhammad alitolewa si uovu moyoni, alifanywa hivi na hivi, hapo ndipo mgongano unapoingia. Muhammad, ziko hadithi nyingine zinasema alitolewa uovu, lakini
Allah anasema sasa ameshaanza kutumika, anaambiwa omba maghfira juu ya dhambi zako na juu ya dhambi za Uislamu, wanawake na wanaume. Maana kuna mgongano tayari. Kauli ya nani inatakiwa ifuatwe, inatakiwa isikilizwe hapo. Kwa maelezo hayo, Allah ndiye anasema ukweli kwa mujibu wa kipimo katika imani ya Uislamu. Kwa Allah anasema Muhammad ana dhambi. Yes, kwa msingi huo hakuna jambo linalokwama kwenye hilo. Kwa hiyo tayari tumeshagundua alikuwa na sio alikuwa, kwa sababu hakuna andiko lote katika Qur'an ambalo aliwahi kutubu, hakuna andiko hilo. Ndio. Asante. Yuko ndugu anaitwa Daudi Michael 7338. Naye masaa 6 aliyopita kutoka sasa alicomment kwa kusema Uislamu ni majanga tu. Allah na malaika wanamswalia mtume kwa Mungu yupi? Ina maana kuna Mungu mwingine ambaye yupo juu ya Allah na malaika? Ndio tafsiri yake. Yaani tafsiri ya Mungu aliye juu ya wote ni Yesu. Tito 2:13, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hiyo ndio mkuu kuliko wengine wote. Wengine wote wako chini. Ndio. Yaani ndio. Wakikusikia wazee wa kazi watakushambulia sana. Wengine hatuogopi kushambuliwa kwa sababu Yesu ndio wa kwanza kushambuliwa. Haya. Tunaye mtu anaitwa G Kata. Ndio. G Kata anasema kwenye somo ambalo linaitwa Huyu Pasta ni Kiboko ya Dr. Sure. Nafikiri ilikuwa ni sehemu ya 3 kama sikosei. Ndio. Anasema nafurahi sana hekima hii. Nafurahia sana hekima hii. Asante sana mtumishi. Ndio. Nashukuru sana. Tunaye Joaquim Santos Joseph. Anasema aya. Akawa amemaliza namna hiyo. Okay. Tunaendelea nafikiri sehemu ya pili ya Huyu Pasta ni Kiboko ya Dr. Sule. Amgelagaza kwa hoja Sheikh Sule kuokoka. Hapa kuna comments kadhaa na zenyewe tutaenda kuziangazia kama ifuatavyo. Yuko mtu aliitwa Moses Kubo. Alisema tatizo ndugu zetu Waislamu hata wakidanganywa wao ni takbiri tu. Ndo ametoa mawazo yake namna hiyo. Katika sura inaitwa Suratul Baqara 2:104, ufafanuzi wake unasema hivi: Waislamu walikuwa wakati mwingine wakimwambia mtume raina, yaani kuwa ukituchunga kama mchungaji mzuri anavyowachunga wanyama wake, kwani sisi ni wajinga, hatujui la madhara wala la maslaha. Rudi hapo kidogo. Inasema Waislamu walikuwa wakati mwingine wakimwambia mtume raina, yani kuwa ukituchunga kama mchungaji mzuri anavyowachunga wanyama wake, kwani sisi ni wajinga. Hiyo ni 2:104 Suratul Baqara. Baqara na Kiarabu, Kiswahili ng'ombe jike mwenye rangi ya manjano. Ufafanuzi wake ndio huu niliokusomea hapa. Na huu ufafanuzi ni ufafanuzi ambao uko acceptable na wanautumia. Yes, huko ndani ya Qur'ani. Yani sio kitu na kitunga. Huko ndani ya Qur'ani wakatafute waone. Wala sio kitu. Kwa nini watu hawafunguki na vitu viko wazi kiasi hichi? Sio kwa nini hawafundishwi, lakini hata wengine wakifundishwa kwa sababu ya ufahamu umeshakamatwa, wengine hawataki kuelewa. Tumeshawaambia kwa mfano tumeshawasomea hadithi ya nikumbuke hadithi ya Sahih al-Bukhari, jinsi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya mwisho ataingia jehanamu ya moto. Tumeshawasomea, lakini hawataki kuelewa au kuamini. Sasa mtu kama unamwambia Mungu wako anakwenda motoni na yeye bado hawezi au hakubali kuelewa, yani hataki kulikubali hilo, tulisema katika 50:30 Qur'ani hiyo aya ndio inaanza, lakini katika ufafanuzi wa aya hiyo, yani kwa maana ya 50:30 inafafanuliwa katika kitabu kinaitwa Al-Lulu wal-Marjani juzuu ya 3 ukurasa 1071 hadithi namba 1810. Hii ni hadithi ya Anas bin Malik arayani radhiallahu anhu kwa mtume SWA amesema jehanamu itaendelea kusema, je, kuna nyongeza? Mpaka Allah SWT atakapoweka humo unyayo wake, na hapo utasema kite inatosha, na hapa kwa nguvu yake na zile sehemu zake nyingine zitasogeleana na kuwa pamoja. Sehemu zake kwa lugha rahisi, sehemu zake za kushoto na kulia ni kama mageti, wakati mageti yatasogeleana maana yake atafunga, wakati unyayo
wa Allah subhanahu wa ta'ala uko ndani ya jehanamu ya moto. Kwa hiyo kumbuka 78:21 Qur'ani inasema jehanamu inawangoja wabaya, inawangoja ni makazi ya waasi. Yeyote anaingia jehanamu ya moto maana yake ni muasi, anaingia kwenye moto. Pamoja na kuambia hayo, pamoja na hiyo 78:21 Qur'ani, ufafanuzi wake ni wa ajabu kidogo. Ufafanuzi wa aya hiyo unasema katika, hebu niangalie 19:71 sura Maryam inasema ndio wanaokwenda peponi na wanaokwenda motoni wote wanapita njia moja. Angalia hiyo sentensi jinsi ilivyo ya ajabu. Sio wote wanapita njia moja. Yaani mimi mwema na muovu wote tupite sehemu moja. Ni kitu cha ajabu sana. 27:82 inasema na kauli ya kuja kiyama itakapowathibitikia tutawatolea mnyama katika ardhi itakayowasemezana kwa sababu watu walikuwa hawaziakinishi aya zetu. Ufafanuzi wa aya hiyo unasema haya mambo ya kiakhera tusitafute kuyajua hakika yake tangu hapa leo. Hakika yake itajulikana huko. Hapa ni kuamini tu. Emu tafakari. Kwa nini unipeleke hivi? Yaani ni kuamini tu, nijikuta niko moto, nisitafakari, nisichimbe, nisiwaze. Hiki kitu nyuma yake kuna kitu. Mtu mwenye akili tafakari hiki kitu ambacho tunakusomea. Na hiki sio issue ya kukurupuka. Si vimeandikwa kwenye kitabu? Nenda kasome kitabu chako ujue. Kwa nini ukubali kwenda jehanamu ya moto? Kwa nini ukubali? Dini ni vitu ambavyo umevikuta. Lazima uchunguze kujua ukweli wa mambo. Kama ni imani ya kweli, jifunze ujue ukweli wake. Kama sio ya kweli, achana nayo. Unangangania nini kutafuta sifa tu? Mtu mwingine amezaliwa huko, koa huko hivyo. Kwa hiyo anaona technically anasaliti huko, anasaliti asili yake. Kwa watu wanakuwa wazito sana kuacha dini. Sasa utakayeangamia ni wewe. Usitafute sifa ya kuangalia kwamba watu watanionaje. Watu watanionaje? Wao wanakuhusu nini? Watu watanionaje na hapo pasta ndipo ambapo tunaingia kwenye uhitaji wa kuja kuwafundisha watu somo la maisha baada ya kufa. Watu walijue vizuri, sio kama wanavyolisikia, ila walijue kutokana na neno la Mungu linavyosema. Ndio. Tuna huo mzigo pia. Lipo somo tayari lilikwisha andikwa, na kwa maana ya liko written, na bado videos za kurekodi hilo la kuliweka hilo somo, lakini tayari limeshaandikwa. Yako masomo mamia ambayo watu wanapaswa kujua nini kinatokea baada ya kufa. Lakini ninatamani nizungumze na Muislamu leo. Yeyote ambaye ananitazama hapa. Ndio. Sikiliza Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyozungumza. Anasema hivi katika sura Al-Imran 3:139. Inasema miongoni mwa maandiko yake, yani katika sisomi yote, sasa nasoma kipande kimoja. Inasema maana nyinyi ndio mtakao kuwa juu ikiwa mnaamini kweli. Allah anasema kama unaamini kweli utakuwa juu sana. Sasa kweli ni nini? Yohana 14:6 Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Maana yake ni nini? Allah alikuwa anatufundisha, au alikuwa anafundisha kwamba nyinyi watu mtakuwa mpo juu kama mnamuamini Yesu Kristo. Maana huyo ndiye kweli. Ukishika utainuka juu sana, utakwenda juu sana, utakuwa mbele sana. Kwa hiyo ninachotaka nikiseme kwako, iamini kweli leo. Shikilia kweli leo. Suratul Baqara 2:21 inasema uokoke. Inazungumzia habari ya kuokoka. Okoka, na wokovu uko wapi? Uko kwa Yesu. Wakorintho 2:6-2 wakati uliokubalika ndio sasa. Wakati wa kuokovu, wakati wa kuokoka ndio sasa. Mpe Yesu Kristo maisha yako, utakuwa juu maisha yako yote. Amina. Tunaye Elizabeth Msizio. Naye akasema Waislamu wanakuwa kumeza tu bila kuchuja. Yani anaona nataka kusema wanajua kumeza tu bila kuchuja. Ni kweli. Ni kweli. Akaja akajibiwa na Moses Kubo. Alimwambia tatizo majini. Hebu sema kitu kuhusiana na majini. Hao jamaa huwa wanafuga majini. Kwa mujibu wa 72 sura kama jinsi Sule anavyoyafuga.
kuna sura ndani ya Qur'an inaitwa surati Jini, sura ya 72. Unajua tukitaka kuweka Kiswahili sawa sawa, jini ni neno la lugha ya Kiarabu, Kiswahili chake ni shetani. Kwa hiyo ni sura ya mashetani, na ndani ya sura hiyo ni muhimu tufahamu Qur'ani yenyewe inathibitisha kwamba Waislamu na majini ni ndugu. Na Mungu akitupa neema, kuna siku tutakuja kuzungumza jinsi ambavyo hata Muhammad alikuwa na shetani wake. Yes. Kuwa na shetani wake. Basi nafikiri hiyo intro inawatosha, ngoja tuendelee kwa sababu tuna kazi kubwa ya kufanya leo. Ndio. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa TV zako pendwa za Ndugu Moffat pamoja na Honest TV Tanzania. Hapa tunafanya kipindi cha kujibu maswali mbalimbali ambayo watazamaji wetu wameyapose katika mada mbalimbali. Na sasa tuko katika mada ambayo ilikuwa inazungumzia kuwa huyu pastor ni kiboko wa mgaragaza Dr. Sule. Je, Dr. Sule kokoka, kwa maana ya Pastor Kevin na Pastor na Bishop Kevin Nicodemus Stefano aliweza kujibu hoja mbalimbali za Sule, lakini pamoja na hayo aliweza pia kumhubiria Sule Injili, ambayo ndio watu sasa wanafanya hizi comment na kutoa mitazamo yao. Okay, tunaye Alikagthan 5206. Huyu alisema, Bishop, Wakristo hudai kwamba wanamfuata Yesu, lakini ni kwa nini ibada zao haziendani na ibada aliyoifanya Yesu mwenyewe? Kwa nini kwa mfano hawasujudu kama Yesu alivyofanya, angalau kwa kujilaza kifudifudi? Na kwa nini hawana desturi ya kutawadhishiana miguu kama Yesu alivyowatendea wanafunzi wake? Okay, swali zuri sana. Mimi ninapoomba, kuna wakati huwa nalala chini kabisa kama Yesu alivyofanya. Kwa hiyo kumbuka Yesu alichokifanya, alikuwa kwenye maombi. Na alikuwa na nane, alikuwa na kundi la kanisa. Alijitenga na wanafunzi wake akaenda kuomba akiwa mwenyewe. Kuna wakati alisimama, kuna wakati alipiga magoti. Katika Mathayo 26:36 kuendelea. Kuna wakati alilala kifudifudi. Namba 1, 2. Nimefundisha katika somo, kama alilisikia vizuri, Yesu alipowatawadha wanafunzi miguu haikuwa ibada. Yaani watu wasichanganye madawa. Hiyo issue haikuwa ni ibada. Ndio. Alikuwa anawafundisha somo la unyenyekevu. Nilishawafundisha kwamba watumwa nyakati zile za zamani ndio walikuwa na sifa ya kuwatawadha mabosi wao ambao ni mabwana zao au mabosi wao. Ndio. Kwa hiyo bosi alipokuwa amekuja na wageni wake, kwa mfano, mtumwa alitakiwa awatawadhe miguu, amtawadhe bwana wake au bosi wake, na amtawadhe vile vile miguu wale wageni wake. Hebu nilirudie jambo hilo. Ili uweze kupata faida. Katika Samueli wa kwanza sura 25, Samueli wa kwanza 25 40 mpaka 41 tuweze kuona au tuweze kujikumbusha kuhusiana na ukweli. Labda nitakuwa nimempita huyo jamaa. Anaitwa Alikagthan 5206. Haya. Alikagthan. Samueli wa kwanza 25 40 mpaka mstari wa 41 ninasoma. Na hao watumishi wa Daudi walipomjia huyu Abigail huko Karmeli, walimwambia wakasema, Daudi ametutuma kwako ili tukutwae uwe mkewe. Sikiliza maneno ya Abigail sasa, anatupa ufunuo. Naye akainuka na kujiinamisha kifulifuli mpaka nchi, akasema, tazama, mjakazi wako ni mtumwa wa kuwaosha miguu watumishi wa bwana wangu. Kwa hiyo watumishi walikuwa wanaosha miguu wafalme pamoja au mabosi pamoja na wageni wa bosi wao. Yesu Kristo na Wayahudi wote walikuwa na ujua utaratibu huo, kwamba mtumwa anamuosha bosi wake, sio bosi anamuosha mtumwa wake. Yesu Kristo akafanya kinyume. Badala ya wanafunzi wake watumwa kumuosha Yesu miguu, Yesu aliwaosha wanafunzi miguu. Maana yake ni alikuwa anawafundisha, wewe uliye kiongozi unapaswa kunyenyekea na kuwatumikia wale unaowaongoza.
Ndio maana nikasema katika Luka 22:24 kuendelea, wanafunzi walikuwa wanagombania ukubwa kwamba Yesu atakapoondoka nani atakuwa mkubwa. Yesu akawageukia akasema, wafalme wa dunia wanaowatawala wao ndio wanatakaga kutumikiwa, lakini kwenu sivyo. Yeye anayetaka kuwa mkubwa awe kama anayetumika. Ndicho Yesu Kristo alichofundisha, na somo alikuwa anafundisha kuwatawadha miguu ilikuwa ni kuwaonesha mimi mkubwa nimekuwa kwenu kama ninayetumika. Maana yake wanafundisha kunyenyekea. Petro aliyelifahamu somo hilo katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 aliwafundisha wanafunzi wake kama Yesu Kristo alivyojifunga kiunoni. Alipojifunga kiunoni, amejifunga kitambaa kuonyesha desturi ya nyakati za zamani. Mtumwa alikuwa anatakiwa ajifunge kitambaa kuonesha kama mimi ni mtumwa. Jamani, mimi ni mtumwa kokote ambapo walikuwa wanamtazama. Kwa hiyo Yesu alijifunga kiunoni, utaona kitambaa katika Yohana sura ya 13 mstari wa 3 kuendelea. Ndiyo. Na Petro kuonyesha sasa kwamba yeye ni mtumwa. Petro anafundisha somo hilo, anasema kwamba jifungeni unyenyekevu na kuweza kuhudumiana yani kama Yesu Kristo alivyokuwa mkubwa akawa anawahudumia wanafunzi wake, alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kuhudumiana wao kwa wao. Hata kama mtu ni mkubwa amtumikie mdogo na kadhalika na kadhalika. Sawa. Kwa hiyo swala halikuwa ibada hapo kwamba mbona amfanyi kama Yesu alikuwa kwenye ibada, alikuwa anasujuda, hajawahi kusujudu. Nimesema alikuwa analala kifulifuli. Inategemea wewe, kama umeongozwa kulala kifulifuli lala, kama umetegemea kupiga magoti piga, kama umeongozwa kunyosha mikono juu nyosha, kwa sababu Yesu aina zote hizo za maombi alizifanya. Na kwenye kutawadha, kuwatawadha wanafunzi miguu haikuwa issue ya kiibada, alikuwa anafundisha somo la unyenyekevu. Asante sana Pastor. Tunaye Saleh Madhia Barkhatri 7800. Wewe huna issue, kasome Biblia yako vizuri. Karibu kwenye dini ya haki, usipotoshe watu. Sasa nimeeleza pale mwanzo 47:19, we ndugu na niambia, yani nishawishi kwa ushahidi, kwa sababu 78:21 inaeleza kwamba kwa 27 kabla ya 78:21, 27:82 inaonyesha, hebu niirudie kuisoma. 27:82 inasema, na kauli ya kuja kiyama itakapowathibitikia, tutawatolea mnyama katika ardhi atakayewasemeza kwa sababu watu walikuwa hawaziakinisha aya zetu. Ufafanuzi wa aya hiyo unasema haya mambo ya kiahera tusitafute kuyajua hakika yake tangu hapa leo. Hakika yake itajulikana huko. Hapa ni kuamini tu. Nawezaje kufuata kitu cha namna hii? 40. Nawezaje kufuata kitu cha namna hii kwamba sio nisome haki ipi sasa? Yaani ionyeshe sasa hiyo haki, ili niweze kuifuata, ionyeshe haki. Zaidi sana kitabu ambacho wewe unasema unakiamini katika sura ya Al-Imran 3:7 inaeleza kwamba kinababaisha. Kinaeleza chenye kinababaisha. Ndio. Sio hilo tu. Najaribu kukupa ushahidi ili ujue ni haki kweli. Katika maisha ya Nabii Muhammad, katika hadithi, katika kitabu kilichoandikwa na Abdullah Salaf Al-Si, ukurasa wa 8 paragrafu ya 3 inaonyesha kulikuwa na watu 6 ambao walikuwa wanajua kusoma na kuandika katika mji wa Maka. Wakina Saidna Uthman, Saidna Abubakar, katika Saidna Ali. Wengine wote walikuwa wajua kusoma na kuandika. Na baadhi yao katika hao 6, 4 walisilimu wakawa Waislamu. Walikuwa maamuma. Yes. Hao 4 waliosilimu miongoni mwao walikuwa ndio waandishi wa wahai, waandishi wa Qur'an. 5:93 Suratul Maida walioandika, na ufafanuzi wake unaonyesha walikufa wakiwa walevi. Yaani ndio waandishi hao walikufa wakiwa walevi. Unawezaje kunishawishi kuingia kwenye kitabu ambacho kimeweza kuandikwa katika mfumo wa namna hiyo? Tunawezaje kuamini? Changamoto. Okay, kwa hiyo haki ni mmoja tu. Mwenye haki ni mmoja tu, anaitwa Yesu Kristo, ambaye hajawahi kufanya dhambi hata moja, ambaye yeye yuko ndani mwangu na mimi ndio ninayemfuata. Amina. Tulimjibu Bishop, watajiba hoja zako zote. Kama unazo zilete hapa kama ulivyofanya. Tulikuwa tunamjibu yule ndugu Halikadhan, akasema sawa, tunangoja ajibu. Marcus Malinzi akamwambia hoja zako zimeshajibiwa, manake Malinzi huyo